Nataka kusema kwamba nataka kusimama na mtu fulani, ni kwamba huyo mtu utaendana naye, huyo mtu utaenda anapoenda, huyo mtu utamfuata zile njia zake anazo zienenda, kwa sababu unataka kusimama naye, si ndio? Lakini kusimama naye vizuri ni kwamba utafuata kile anachokifanya kwa uelevu. Huenda anakifanya vizuri au anakifanya vibaya. Kwa sababu wewe unataka kusimama naye vizuri, utafuata kile anachokisema, kile anachokifanya, kile anachokitaka, na wewe ndicho utakifanya. Ni kwa sababu gani? Umeamua au unataka kusimama naye vizuri yule mtu, ili kusudi yeye aridhike kwamba hakika ndugu yangu unanifuata, kwa hiyo umefanya jambo la maana. Kusimama vizuri na Mungu, nimejaribu kuelezea hapa, ni kuendelea kumtegemea, kumwamini na kutomwacha kwa nyakati zote, au changamoto au majaribu, na wakati wa furaha pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwamba ni ile hali ya kuendelea kumtegemea Mungu. Ni kweli Mungu unamtegemea, lakini ninaposema usimame naye vizuri ni kwamba ni mwendelezo wa kumtegemea. Lakini kumwamini ni sawa, Mungu unamwamini. Lakini anaposema kusimama naye vizuri ni kwamba ni kile kitendo cha kuendelea kumwamini ile zaidi unavyomwamini sasa. Lakini kutokumwacha. Lakini pia kwa nyakati zote za changamoto, majaribu na wakati wa furaha pia. Tusije kumkumbuka Mungu kwa wakati wa furaha. Kumkumbuka Mungu ni wakati wote. Kumkumbuka Mungu ni kutokumwacha kwa nyakati zote. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapa angalia, je, unasimamaje na Mungu? Unasimama vipi na Mungu? Huyu Mungu tunasema usimame naye vizuri. Kwanza kuna vitu ambavyo vitakufanya. Ya kwanza ni unamtegemea. Ili kusimama vizuri na Mungu ni kwamba unamtegemea kwa nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa wakati wote na nyakati zote unamtegemea yeye. Tunaangalia mfano mzuri wa kina Danieli. Kina Danieli walimtegemea nani? Walimtegemea Mungu kwa nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nyakati zote walimtegemea Mungu. Inafika hatua jambo moja umelitaka ni lile kwamba usimame vizuri na Mungu. Unahesabu mambo mengine, Paulo anasema analihesabu mambo mengine kama nini? Kama hasara kwa ajili ya Bwana. Wakina Danieli wakaona mambo mengine wayahesabu kama hasara, lakini wamejitoa kwa ajili ya kusimama na nani? Na Mungu. Ukisimama na mtu vizuri lazima utamuelezea sifa zake. Ukisimama na mtu vizuri lazima utaenenda kama vile yeye anavyoenenda. Danieli inafika hatua wanamjibu mfalme. Wale vijana wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego wanamjibu mfalme, wanasema sisi hatuwezi kufanya kama wewe mfalme unavyofanya, kwa sababu wewe mfalme ni mtu mwingine, lakini sisi tuliyechagua kusimama naye ni mtu mwingine ambaye ni Mungu. Kwa hiyo hatutafanya kile ambacho mfalme anatuagiza, bali tutafanya kile Mungu ambacho anataka, kwa maana tumekubali kujitoa kusimama na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikubali na kujitoa kusimama na Mungu, utafanya kile Mungu anachokuagiza kufanya tu. Utasema kile Mungu anachokuagiza kusema tu. Utafanya kile Mungu anachokitaka ufanye kwa muda na wakati huo, lakini si mwanadamu anavyotaka wewe ufanye. Hapana, kwa sababu umekubali kusimama. Ile utasimama kwa ujasiri na huyu Mungu. Umekubali kusimama naye vizuri. Tunaangalia hapa kuna vitu ambavyo vitatusaidia ili kusimama na huyu Mungu. Kitu cha kwanza ni kumtii huyu Mungu. Kumtii Mungu, tutaangalia ile Torati, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Musa anawaambia Israeli, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Naona kufungua Biblia yangu nitachelewa sana. Naomba mtu anisomee ambaye anajua kwenda sawa sawa. Amina. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana ndio Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote na juu ya duniani. Amen. Itakuwa utakapoifanyaje? Utakapoisikia. Kwa hiyo unaweza ukasikia lakini usitii. Hapa tunasema kwa habari ya kutii. Lakini ukitii kile Bwana ambacho amesema, kile ambacho umekisikia au ile sauti ya Mungu ambayo umesikia, ndipo atakapokutukuza juu ya mataifa na juu ya dunia yote. Atakutukuza kwa sababu gani? Umeitii ile sauti ambayo umeisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisikia ile sauti na ukaitii, Mungu atakutukuza kwa mataifa, pia Mungu atakutukuza kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu atakutukuza endapo utamtii. Kumtii Mungu ni kutoka ndani. Kutoka ndani unamtii Mungu. Unasema sitafanya hiki kwa sababu ninamtii huyu niliye naye. Wakina wale vijana waliamua kusimama wakamtii Mungu. Hawakumtii Mungu tu nyakati za kwamba kuna wakati huu umetokea, hapana. Ni kwa wakati wa furaha, hata wakati ule wa kufanyaje? Wakati wa kudhiliwa. Walikubali kumtii Mungu na kusimama naye. Hawakubali kuundishwa na maneno, hawakubali kuundishwa na watu wengine. Walikubali kusimama na Mungu vizuri na kuitii sauti ya Mungu aliyowaambia. Wakakubali kuitii ile sauti, wakafanya kama Mungu alivyoagiza. Ukisimama vizuri naye Mungu atakupa ile sauti ambayo itakuongoza. Hapa tunamwangalia kwa upande wa yule nabii. Ukatufinyange utufanye kama wewe utakacho, ukatufinyange chumba, ukatufinyange ukaondoe ule moyo mgumu kanisa, ukaweka ule moyo wa kunyenyekea. Una neno la kuomba wewe, shukuru. Ukitaka cha kuomba kabisa wewe sema asante Yesu. Ukitaka la kuomba wewe mwambie Mungu asante. Unakuomba mwambie Mungu nitakase, unipe kusimama vizuri na wewe, unipe kusimama vizuri na wewe, kwa maana wale waliosimama vizuri na wewe ndio waliomuona. Hatutamsema Mungu ni kwa nje, lakini ndani yetu hayupo. Tutakuwa tunajidanganya wenyewe. Mwambie Mungu, naomba uishi ndani yangu, naomba uishi ndani yangu, naomba uishi ndani yangu kwa nyakati zote, nyakati za kujiliwa, nyakati za kufanikiwa. Ukabaki wewe mwenyewe, ukabaki wewe Bwana, ukabaki wewe Bwana, ukabaki wewe Bwana. Wewe mwenyewe mwambie Mungu, naomba unitakase, naomba unitakase, naomba unitakase. Nilikwenda kinyume na kusudi lako Bwana. Ilifika hatua nikasema mwenyewe, kumbe nilisema vibaya. Ilifika hatua nikawa chanzo cha wengine kuanguka. Chukua mnyenyekevu ili tukutane vizuri na wewe Bwana. Ilifika hatua nikaacha maombi. Ilifika hatua nikaacha kukutegemea na kukutumainia Bwana. Ninaomba unitakase, ninaomba unitakase mawazo ya moyo, hata maneno ya kinywa changu yakapata kibali mbele zako uliye Bwana na Mwokozi. Ukatakasa ule mwendo wangu, ile tembea yangu. Naomba rehema. Nimesikia neno lako Bwana. Neno la Bwana linakuja kujenga. Neno la Mungu haliji kubomoa. Neno la Mungu linatua kwa ajili ya kujenga. Bwana, jioni ya leo nimesikia neno lako. Nitakusimama vizuri na wewe, nitakusimama vizuri na wewe. Nataka nikwambie neno moja, nataka nikwambie neno moja. Yusufu aliyesema na Mungu wakati ule